Na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri, nayo ikakuwa kiasi cha kulifikiria jeshi la mbinguni. Ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile, na ya nyota ikazikanyaga. Naam, ikajitukuza hata juu yake aliye mkuu wa jeshi hilo, ikamwondolea sadaka ya kuteketezwa ya daima, na mahali patakatifu pake pakaangushwa chini, na jeshi likatolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya daima kwa sababu ya makosa, nayo ikaiangusha kweli hata chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Utaendelea hadi fungu la 14, lakini ni kwamba hapa inajaribu kufunuliwa mamlaka ambayo shetani anainua, ikiwa inajiinua dhidi ya Mungu, inakuwa kufikiria kiasi cha jeshi la mbinguni, hata inajiinua juu yake yeye aliye mwanzilishi wa jeshi hilo, inamuondolea sadaka ya kuteketezwa ya daima ambayo ni kwa ajili ya makosa, lakini pia inapaangusha patakatifu na inaiangusha kweli hata chini. Unaposoma Danieli 7 fungu la 24 ni kwamba pembe huwa inakaa badala ya ufalme, kwamba unaposikia pembe katika unabii huwa inamaanisha ufalme. Sasa shetani amekuwa akitumia mamlaka moja tu, ya mamlaka ya Kirumi au ya hili kanisa la Kirumi kuweza kutimiza kusudi lake. Hili ni kwamba katika mamlaka hii shetani aliweza kuinua mafundisho pamoja na mitazamo ambayo ipo kinyume na Mungu. Tunajua kwamba sisi tumekufanya dhambi, tunatakiwa tukaombe msamaha kwa Mungu, lakini mamlaka hii inawaelekeza watu kwenda kuomba msamaha kwa wanadamu wenzao ambao na wao pia ni watenda dhambi. Wanaenda kuomba msamaha kwa mapadri, maaskofu, lakini hata kwa papa mwenyewe watu wanaenda kuomba msamaha kwa huyo, badala ya kwenda kumuomba msamaha Mungu mwenyewe ambaye amekosea. Sasa swali la kujiuliza, sasa kama sisi ambao tunatenda wanadamu wakitenda dhambi wanaenda kuomba msamaha kwa hao wanadamu wenzao, je, wao wakitenda dhambi wanaenda kuomba msamaha kwa nani? Wapendwa, sikiliza, tunapotenda dhambi tunaenda kuomba msamaha kwa Yesu Kristo peke yake. Ni kwamba katika huduma ya kikuhani ambayo imefunuliwa kwenye kitabu cha Waebrania 9, Kristo anafunuliwa akiwa anafanya kazi kama kuhani wetu huko mbinguni, akitupatanisha sisi na Mungu. Unaporejelea kwenye kule mwanzoni ni kwamba wakati wa Israeli walipokuwa wanatenda dhambi, au watu wa kale walipokuwa wanatenda dhambi, walikuwa wanachukua mwana kondoo ambaye hana hila, sio mlemavu, wanaenda kumchinja, wanamtoa sadaka wa kuteketezwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Yule kondoo hakuwa na tatizo, kwa kweli hakuwa na dhambi, lakini alikuwa nakufa kwa ajili ya mdhambi. Lakini alikuwa nakufa pia kifo cha kikatili kwa ajili ya mtu ambaye ana dhambi. Ndivyo Yesu Kristo alivyokuja hapa ulimwenguni. Hakuwa na dhambi, lakini alikufa kwa ajili yetu sisi wenye dhambi. Lakini sio tu hivyo, alikufa kifo cha kikatili kwa ajili yetu sisi wenye dhambi. Kondoo damu yake ilikuwa imwagika kwa ajili ya mdhambi, lakini Kristo pia damu yake ilimwagika kwa ajili yetu sisi wa dhambi. Kwa hiyo vielezo hivi vya kondoo vilikuwa vinafunua ahadi ya Mungu ya ukombozi katika Kristo Yesu ajaye. Wapendwa, kwamba sasa shetani baada ya kutumia mamlaka hii sasa ikiwa inaelekeza watu kwamba wanapokosea watende dhambi ili waonekane kwamba wanafaa kwa Mungu, lazima wafanye matendo ya huruma, mfano kusaidia wahitaji, maana kutoa sadaka kubwa kanisani. Lakini sio tu hivyo, ilikuwa inaelekeza kwamba wanadamu hao au watu hawa kwani kurejeshe. Kipindi hicho ilikuwepo hadi vyeti vya msamaha vilikuwa vinauzwa, yani kwamba mtu umetenda dhambi unaenda kwa padri au kwa makardinali. Alikuwa jamaa mmoja alikuwa anaitwa Tetzel. Jamaa huyu alikuwa ni mmoja wapo watu maarufu ambao walikuwa nauza hii misamaha. Alikuwa amepewa hii mamlaka na papa. Ilikuwa kwamba ukitenda dhambi unaenda pale unalipa hela, unasamehewa dhambi zako zote zilizopita na unapewa cheti kabisa kinachoonyesha kwamba huna dhambi. Ukipenda zaidi unaongeza hela ndefu, inakuwa ni hela ndefu ambayo unapewa cheti hata kinachokutambulisha wewe, hata ukitenda dhambi baadaye unakuwa tayari umekwisha kusamehewa kwa sababu ulitoa hela. Ni mambo ambayo shetani alikuwa anawaelekeza watu kuweza kuonekana kwamba wanafaa kwa Mungu kwa kupitia kujitesa na
tumainia kwa matendo yao wenyewe. Ni kama vile vile ambavyo Adamu na Hawa wanaasi, lakini badala ya kumwomba msamaha Mungu, tunachokiona hapa kinachofanyika ni kwamba Adamu na Hawa wanaenda kujitafutia majani kwa ajili ya kujistiri na matokeo ya dhambi ambayo yalikuwa yamewapata. Ndivyo ambavyo shetani amekuwa akituongoza sisi wanadamu kuelekea katika kujitumainia sisi wenyewe, kwamba tunaanza kujitafutia wokovu kwa njia ya matendo na kujiona kwamba tunaweza tukaokoka. Lakini sikiliza, tunaokolewa tu katika Kristo Yesu, kwa sababu yeye alikuwa amekwisha kujitoa kwa ajili yetu. Wapendwa, uasi huwa unaanzia moyoni. Unaposoma Warumi 7 fungu la 14 kwa kwamba kama torati asili yake ni ya rohoni, basi hata uasi huwa unaanzia rohoni. Unaposoma kitabu cha Isaya 14 fungu la 8, lakini pia unaporejea unapanda hadi fungu la 12 kuelekea la 14, kinaelezea kisa cha shetani namna alivyoasi. Ni kwamba lakini usoma fungu la 8 hapo ni la 4, shetani yeye anaitwa kama mfalme wa Babeli au mfalme wa machafuko, mfalme wa uasi. Sasa unapoenda kwenye fungu la 12 kuelekea la 14, hapo anaelezewa namna alivyoasi. Ni nafsi yake iliinuka dhidi ya Mungu, akana tamani cheo cha Mungu, lakini akawa anatamani namna ambavyo Mungu anasujudiwa na yeye afanyiwe hivyo hivyo. Jambo hilo likampelekea yeye kuasi na kuanza kudai uhuru kule mbinguni, jambo ambalo likapelekea akaja kufukuzwa kule mbinguni. Lakini pia unaposoma kitabu cha Ezekieli 28 fungu la 13 hadi la 17 inaelezea pia namna uasi huo wa shetani ulivyoanza. Ni nafsi yake iliinuka dhidi ya Mungu kutokana na uzuri ambao alikuwa ameumbwa nao, namna ambavyo alikuwa ameumbwa kwa madini mbalimbali, anavutia kuliko malaika wengine. Basi akajiona naye ana hadhi ya kuweza kuabudiwa. Ukitaka kusoma vizuri, kasome kitabu kinaitwa The Story of Redemption au kisa cha ukombozi. Kimeelezea namna ambavyo shetani aliasi, nafsi yake ilivyoinuka dhidi ya Mungu. Ni pia hata tukirejelea kwa mama yetu Hawa, ni kwamba alikuwa anajua kabisa Mungu hiki kitu amekikataza, lakini alichokifanya yeye ni kwamba nafsi yake iliona hili tunda ni jema, na nafsi yake ikamwamuru kwamba kula. Akawa amekula lile tunda, hatimaye akawa amedondoka wapi? Amedondoka dhambini. Ni kwamba Mungu ametoa maelekezo, lakini Hawa yeye anaamua kuyavunja. Maana yake nini? Nafsi ya mwanadamu inayoinuka dhidi ya maagizo ya Mungu, hapo ndipo dhambi inapoanzia. Mungu amesema usizini, lakini nafsi yako inakwambia mara moja tu, kwani shida gani? Fanya tu. Nafsi yako inapoinuka dhidi ya hiki Mungu alichokisema, hiyo inakuwa ndiyo dhambi. Ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana Yohana 3 fungu la 8 inatuambia kwamba atendaye dhambi atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Mtu atendaye dhambi anafanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa tunapotenda dhambi tunafanya uasi dhidi ya sheria ya Mungu. Sasa unaposoma pia kitabu cha Warumi 3:23, lakini Isaya 5 fungu la 9, Warumi 3:23 tunasema kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini Isaya 5:59 fungu la 2 inatuambia kwamba maovu yenu yamewafarikisha na Mungu wenu. Wapendwa, sisi tunapokuwa tumetenda dhambi, dhambi inatuua kabisa, inatufisha na kuonekana kwamba ni watu ambao hatufai tena, na ndiyo maana tunamhitaji sasa mkombozi. Sasa kwamba tumeona hapo, tunapotenda dhambi tunapoteza utukufu wa Mungu. Tumeshaona Mwanzo 3 fungu la 7, lakini Warumi 3:23, lakini tunapoteza haki ya kuishi, Zaburi 14 fungu la 2 na la 3, lakini Warumi 3 fungu la 10 hadi la 12 pia. Lakini tunapotenda dhambi tunapoteza uzima, Mwanzo 3:19, Warumi 6:23, mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Lakini Adamu wakati na hao walipoasi, Mungu anaambia kwamba mavumbini mlitoka na mavumbini mtafanya nini? Mtarudi, mtakufa. Ni kwa sababu mlitenda dhambi. Sasa lakini pia tunapotenda dhambi tunapoteza uwezo wa kuitii sheria ya Mungu. Mwanzo 3 fungu la 8, ndio maana tunaona kwamba Adamu na Hawa, Mungu anaingia bustani, anaanza kumkimbia. Tunapoteza uwezo wa kumtii na kuwa na uhusiano na yeye. Warumi 8 fungu la 6 hadi la 8 pia
na yenyewe imeeleza hilo swala. Lakini tunapo nani tukawa wana wa kuasi, Biblia inatambulisha hivyo. Ukisoma Yohana 8 fungu la 44 naomba kwamba ninyi ni wa Ibilisi. Ngoja kusomee nisije nikakuchanganya. Ngoja nikusomee Yohana 8 fungu la 44. Biblia inasema hivi. Nasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala akusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Sisi tunapotenda dhambi tunakuwa chini ya shetani, tunakuwa tunamilikiwa na shetani. Ndio maana tunaona kwamba wazazi wetu wa kwanza hapa walipoasi walikuwa maanake wametengeneza urafiki na shetani, walitii sauti ya shetani, wakawa marafiki naye, wakawa waasi kwa Mungu, wakawa maadui na Mungu. Tunapotenda dhambi tunakuwa ni watoto wa shetani. Lakini wapendwa, mpaka sisi tunakuja kuhitaji uokovu. Baada ya sisi sasa kuonekana kwamba tumetenda hivyo dhambi na hatuwezi tukajirejesha, ndipo sasa Mungu anapokuja kufunua huu mpango wa wokovu ambao ndio unaitwa hii injili ya milele, lakini katika Kristo Yesu peke yake. Ni kwamba tangu uasi ulipotokea tumekuwa tukirithi mwelekeo wa kutenda dhambi, na sio dhambi ya asili kama baadhi ya watu wanavyosema. Tunarithi mwelekeo na nisoma waraka wa kwanza wa Petro 1 fungu la 18, tumerithi mwelekeo huo kutoka kwa wazee wetu. Ni kwamba tunachorithi kutoka kwa Adamu na Hawa ni kwamba sisi tunarithi mwelekeo ule wa kutenda dhambi, lakini haturithi dhambi ya asili. Hakuna mwanadamu anayezaliwa akiwa na dhambi moja kwa moja, lakini dhambi tunaanza kuzitenda tukiwa hapa, kwa sababu tuna huo mvuto wa kutenda dhambi. Lakini kwa nini sasa Adamu na Hawa hawakuangamizwa walipokuwa wametenda dhambi? Maana tuko tunachunguza hii injili ya milele, tunaona kwamba ni mpango wa wokovu ambao Mungu ameutoa katika Kristo Yesu. Unaposoma kitabu cha Ufunuo 13 fungu la 8, nadhani tumekwisha kuona ni kwamba kila mtu ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha mwanakondoo ambaye alikuwa amekwisha kuchinjwa kabla ya kuwekwa misingi